Jambo lingine ni kunyonya au kuondoa nguvu za Mungu ndani yako. Hili la ngono linapofanywa na hayo mapepo au hizo roho zinapofanya na wewe hilo tendo, moja ya mission kubwa ni kuondoa power ya Mungu ndani yako, kudhoofisha power ya Mungu ndani yako. Na ukitaka, unajua staili pekee ya kuelewa hii kitu na madhara yake ni pale unapoelewa madhara ya ngono kwa namna ya mwili ni yale yale. Amen. Yani kwa mfano tusongelee tu ngono ya namna ya mwili ili uelewe ngono ya ulimwengu wa roho. Hivi unafahamu kwa watumishi wa Mungu hakuna dhambi kati ya dhambi nyingi ambazo zinaongoza kwa ajili ya kunyang'anya na kufyonza power. Ukitaka grafu yako ishuke toka juu, labda ulikuwa 80% irudi 0 au isome mpaka negative, fanya ngono, ndio utajua hicho kitu kilivyo. Ya kwamba dhambi zote unafanya ziko nje ya mwili, unafanya nje ya mwili, lakini dhambi ya uzinzi ni mwili kwa mwili, nyama kwa nyama, unakuwa connected direct. Na kwa mantiki hiyo, kati ya dhambi ambayo itashusha grafu yako utarudi 0, fanya dhambi ya uzinzi. Fanya dhambi ya uzinzi. Inachukua muda mrefu sana kurecover. Damu ya Yesu itakusamehe, lakini ile guilt, ile hatia itachukua muda mrefu sana kutoka ndani yako. Sasa ili uelewe dhambi hii ya uzinzi jinsi inavyoathiri power, utaka uamini kiwauliza watumishi ambao wamefanya kitu, hali zao ni mbaya sana. Hali zao ni mbaya sana. Biblia imetaja pia kwa namna upekee sana, hata kama dhambi zote ziko sawa, lakini dhambi ya uzinzi imetajwa katika hali ya maangalizo mabaya sana. Sasa napoeleza habari ya ndoto, unaota ndoto, unafanya tendo la ndoa na mtu unayemjua, anaweza kuwa ni boyfriend, anaweza kuwa ni girlfriend, anaweza kuwa ni mzazi. Maana nimekueleza juzi, si ndio? Kuna watu wanaota ndoto wanafanya tendo la ndoa na mama yake na baba yake na shangazi yake na mtoto wake wa kuzaa kabisa na babu yake, mpaka na wanyama, mpaka na watu wa jinsia moja kama yeye mwenyewe. Unapoona hilo tendo, ulimwengu wa roho lina madhara makubwa sana, lakini madhara mojawapo mission mojawapo ya huo ufalme wa giza kuja kufanya tendo la ndoa na wewe ni kuja kufyonza power. Power yako inafyonzwa, power yako inachukuliwa, inaondolewa ndani yako. Na unajuaje kibinadamu? Kiashiria kimojawapo katika namna ya mwili ambao hahitaji kufunga na kuomba. Kitu cha kwanza ambacho tutaanza kuexperience, power ya maombi inaondolewa. Nguvu ya maombi inaondolewa. Utajaribu kuomba lakini unaishiwa. Waulize wale ambao wamefanya hilo tendo hata kwa namna ya mwili, moja eneo ambalo linaondolewa ndani yao ni nguvu ya maombi. Inaondolewa. Ile revival, uamsho wa kutamani kuomba inapotea. Na unaweza ukasikia ndani hata kuchukia maombi. Na sio wewe tena muda huo, ni hizo spirit hazitaki prayer. Lakini kitu cha pili inaondolewa ni nguvu ya kusoma neno. Nguvu ya kusoma neno inaondolewa. Unajua kwa nini adui hataki usome neno? Kwa sababu unajua the more unavosoma neno ndivyo unafanyiwa restoration, urejesho wa vitu vingi. Na hizo spirit hazitaruhusu usome neno, kwa sababu ukisoma neno unaanza kutengeneza mazingira magumu ndani yao. Kwa mfano, kuna njia ziko nyingi za kumkomboa mtu au kumfungua mtu kwenye kifungo. Umeelewa? Kuna njia ya kwanza ya kusubiri mtu aje kubandikia mikono. Utakuja hapa kubandikia mkono, pepo toka, funguka, utafunguliwa. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo ni common, ambayo ni primary, inafahamika na kila mtu na tunafahamu na Biblia imehainisha pia. Tuko pamoja? Lakini kuna njia ya pili ni kufanyia deliverance, ambayo sasa hiyo deliverance inadai zaidi ya kwanza mtu akusikilize. Hii ya kuja madhabahuni haihitaji mtu kusikiliza tu, ni power ambayo inafanya tu inavyotaka kufanya kulingana na ile tension ambayo Mungu tunashuhudiwa, ambaye ni mtumishi wa Mungu atanyosha mkono, atafunguliwa. Sihitaji kujua habari zako, lakini ninachojua wewe, pepo uliomo ndani, toka. Uliingiaje? It's not my business. Toka. Anatoka. Hii ya pili inahitaji ukae na mtu uanze kumfanyia counseling, si ndio? Utrace back historical background yake ili kuwaje. Amen. Ndio maana kuna wengine hata baada ya kumfungua hapa unagundua bado inahitaji pia ukae naye ili kufunga ile milango ili siendelee kuja.
ndani yake. Kwa unaanza kumtrace historical background yake, maisha yake, historia ya wazazi wake. Baada hapo unaanza sasa kumwambia, haya, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, ninakataa, ninajinguta, napinga, najitakasa kwa damu Yesu. Na unampa kwa reference ya andiko. Kwa unafatiza, inaitwa deliverance. Tuko pamoja? Sasa ya tatu inaitwa personal deliverance, yani kujikomboa binafsi. Hiyo wengi ndio hawajui, hawawezi na hawajiwegi namna kujifungua binafsi. Mimi ninapokunyoshia mkono brother Mbokile kwamba nakufungua hapa, kumbuka hapa sio mimi na sio mwili, ni spirit iliyo ndani yangu inasema position ya utumishi. Nanyosha mkono hivi na kufungua. Kumbuka hiyo spirit, mimi kama rugano, kama nimefungwa, spirit kama spirit ya kwangu ina uwezo wa kutamka kama inavyofanya kwa mtu mwingine. Inaweza ka command chochote kichomo ndani ya mwili wangu kikatoka. Ndio, kwa unaweza kujifanyia deliverance wewe mwenyewe na ikatoka. Na hii pia ni waombe sana, fanya kitu kila unapoingia kitandani, unapotoka kitandani. Amen. Unapotulia, jifanyie deliverance. Kama kuna kitu chochote ambacho ni visual, ninakivua kwa damu ya Yesu. Na kuna scripture, kuna ushahidi wa kimaandiko ambao unakuonesha namna kujifanyia deliverance. Amen. Sasa kwa sababu sifundishi hili somo, lakini elewa tu kwamba unaweza kujifanyia deliverance. Lakini njia ya 4 ya kujikomboa mtu, ambayo hiyo sasa ndo wengi hawajiweki, ni kutengeneza mazingira yasiyo rafiki na hizo spirit. Yani wewe hukemei, upingi, ila kazi yako wewe unadili, unatengeneza mazingira yasiyo rafiki na hayo maroho. Kwa hiyo mazingira yatawafukuzisha automatic yenyewe. Yani hauhitaji kusema toka, mazingira yatawafukuzisha automatic. Biblia inasema, Yesu anasema pepo akimtoka mtu, huyo ndo mtu. Si ndio? Ndo mtu anapomtoka. Kumbuka ulimwengu wa roho, mtu ukisoma kwenye Biblia za Kiingereza na tafsiri ya maneno yake, unagundua kwamba mtu ulimwengu wa roho anaitwa eneo, is a place. Tuko pamoja? Ni eneo. Mahali pengine umetumia neno house, ni nyumba. Tuko pamoja? Mahali pengine mtu anakuwa kama kiti. Umekusikia mtu unakemea pepo anasema hiki ni kiti chetu. Kwa nashangaa, how come huyu ni mwanadamu alafu anasema ni kiti? Kwa sababu wewe unaongea na unafahamu kwa lugha ya kibinadamu, wao wanaongea kwa language ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu ni mazingira, mtu ni nyumba, ni makao, it's a house. Kwenye Kiingereza imeeleza wazi kabisa, Yesu ameongea neno house, kwa ni nyumba. Mahali pengine umenunua house, wametumia neno habitation, maana yake ni makazi. Mtu ni makazi, mtu ni nyumba, mtu ni eneo, mtu ni kiti, mtu ni malalo. Tuko pamoja? Yani wewe unajiona ni mtu, ulimwengu wa roho wanakuona wewe ni mtu, ni makazi. Hata Yesu alisema, mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani yako. Kwa unapata kujua kwamba mimi ni mwanadamu physically, lakini ulimwengu wa roho mimi ni makazi. Sasa sikiliza, naomba utazame kitu. Huyu ndo mtu wa kwanza, si ndio? Huyu ni mtu ambaye ni makazi. Biblia inasema pepo akitoka huwa anatoka, anaenda, anavuka maji, anaenda pakavu, anaenda nyikani. Yule pepo si amefukuzwa hapa kwa kukemewa, toka, amekutana kina Ikoja, wana hasira ya kimungu, toka, piga. Pepo limeondoka lenyewe, limetoka ili eneo, limeenda. Biblia inasema limeenda nchi kavu. Amen. Limeenda jangwani, nyikani. Kwa hilo pepo linatoka, limekuja huku. Kwa hiyo limetoka eneo linaloitwa mwanadamu, limeenda eneo linaloitwa eneo kama maana ya jangwa physically. Biblia inasema likienda huko, kwa sababu yale mazingira sio rafiki, Biblia inasema litaondoka lenyewe, litarudi tena huku chungulia. Sasa sikiliza, limetoka kwenye ile eneo, limetoka kwa kukemewa, limeenda kwenye hili eneo. Hauoni Biblia inasema watu walikuwa wanalikemea huko kwenye ile eneo, lakini Biblia inasema kwa sababu yale mazingira sio mazuri, lile pepo linaondoka lenyewe, linashindwa kusurvive, linaenda kutafuta wanadamu eneo lingine linaloitwa mwanadamu ili iweze kuishi. Sasa issue ni kwamba tutafakari hapa, kwa nini hapa linaondoka bila kukemewa? Huku linaondoka, ili liondoke lazima likemewe. Huku kwa nini liondoke mpaka bila kukemewa? Kwa unagundua kwamba huku kinacholiondosha ili pepo sio maombi, sio kukemea,
environment imekuwa sio friendly, sio rafiki. Haleluya, haleluya. Sasa kanisa lazima litrainiwe, ambacho ndio nasikiza hapa, kutengeneza mazingira kama ya nyikani ndani yako kwa mapepo, kiasi kwamba pepo likitazama hivi halitamani hata kusurvive. Naongea hicho kwa sababu nimeona mazingira bado kwa kufundisha na kwa train kwamba sasa njia mojawapo, sasa ukisoma zile njia za kutengeneza mazingira ya kufukuza nguvu za giza, mapepo hata kama yako ndani yataondoka yenyewe bila hata kukemewa. Njia ya kwanza mojawapo, jaza neno sana, soma Biblia hata kwa lazima. Hakuna pepo anaweza kusurvive ndani yako neno kijaza, hakuna anaweza kusurvive. Na ndio maana pepo anakuzuia. Ukisoma Biblia tunasinzia, ukisoma Biblia tu unaona appetite hauna, kwa sababu anajua ili neno likikaa ndani ni kama moto, ni fire, sio ni kama, ni fire likikaa ndani. Na ukijaza, the more unavyojaza neno ndivyo unavyotengeneza mazingira magumu sana mapepo kukaa ndani. Vitu vingi vitaondoka bila hata kukemewa. Kwa nini nakuambia hichi kitu? Na kufundisha namna ya kujisimamia we mwenye binafsi, kujifungua kwenye vitu ulivyofungwa. Kwa nini? Kwa sababu watumishi feki ni wengi. Wao unafikiri unaenda kuombewa, unaongezewa mzigo mwingine wa mapepo. Kwa hiyo lazima kanisa lijifunze namna kujifungua lenyewe, namna kujua. Sasa haina maana kwamba watumishi wa kweli wenye neema hiyo hawana umuhimu kwako. Hapana. Inafika wakati kama unahitaji, kama utaenda kuombewa, lakini tunajiuliza swali, wasipokuwepo unafanyaje? Na hayo mapepo yakija, kitu kimoja hapo ambacho na switch off kwenye system yako ya mwili na rohoni, ana switch off kitu cha revival, uamsho kusoma neno. Kwa sababu najua ikiendelea hiyo pepo litavuja. Kwa sababu nini? Kwa sababu neno likiingia ndani, Biblia inasema neno lina uwezo wa kutambua mpaka mawazo na nia ya moyo. Biblia inasema mbele ya neno vitu vyote viutupu, viuchi mbele yake. Kwa hiyo neno likijaa ndani, utajua kabisa humu ndani kuna shida, kuna ABCD. Humu ndani kuna hiki na hiki na hiki. Ukijaza neno, nafikiri nimefundisha huko ndani, nimefundisha kitu cha nguvu ya neno. Nakumbuka ile kipindi cha mwisho nilifundisha habari ya nguvu ya neno. Amen. Nguvu ya neno, kwamba neno likijaa ndani yako usifanye mchezo. Mtu aliyejaa neno usifanye mchezo, hata kama amekuwa attacked, amevamiwa. Akijaa neno, lile neno lina uwezo wa kuperform hata kama hujui, hata kama hutamki chochote. Neno lenyewe linafukuza nguvu za giza, linachuja takataka zote, zinaondosha bila hata wewe kukemea. Na ndio maana neno la Mungu likiwa ndani yako halihitaji wewe ulisaidie chochote, lenyewe lina utoshelevu wa kuperform na kufanya mapenzi ya Mungu ndani yako. Biblia inasema neno la Mungu hulituma neno, si ndio? Ili lipate kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo neno unapolijaza ndani linatimiza mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya kwako. Kwa hiyo ili uweze kupona na hizo roho, jaza neno la Mungu, zitaondoka zenyewe. Ninakuthibitishia hapa 100% ya kwamba utakuwa salama. Haijalishi wamefanyaje, utakuwa salama katika jina la Yesu Kristo hai. Haleluya. Lengo lingine au misheni nyingine ya hili tendo, kuiba baadhi ya vitu ndani yako. Kuiba baadhi ya vitu ndani yako. Kuiba baadhi ya vitu ndani yako. Pia inamtaja Shetani ana sifa 3. Ni mwizi, ni mharibifu na ni muuaji. Kumbuka sifa zote hizo anamlenga ni mwanadamu. Tuko moja? Yaani unaposikia ni muuaji, sio kwa ajili ya kuua sio viumbe vingi, yaani anadili na mwanadamu. Kwa hiyo sifa zote hizo 3 zinamlenga mwanadamu. Kwa kama ni mwizi, manake anakuja kufanya uwizi kwako. Manake kuizi nini? Tafsiri ya uwizi ni kuchukua kitu bila ridhaa ya mmiliki. Sio ndio? Unaiba. Hiyo ni simple definition. Sasa naomba usikilize. Kama shetani anakuja kwako kuiba, unajua maana yake? Jambo la kwanza, naomba usikilize, hiki kitakusaidia sana. Jambo la kwanza, unapata kujua kwamba kuna vitu ndani yako vinachukulika. Hiyo ni logical, simple logical, si ndio? Kwamba kama anakuja kuiba, maana yake kuna vitu ndani yangu huwa vinachukulika. Kwa sababu kama hamna vitu vinavyochukulika, uwizi unapoteza maana. Kwa sababu uwizi ni kuchukua kitu bila ridhaa ya mmiliki, si ndio? Sasa kama yeye ni mwizi,
Maana yake kupitia hiyo neno, hiyo alichompa, hiyo wasifu ambao Yesu ameutaja wa shetani, kupitia huo wasifu sisi hatuishii tu kujua wasifu, lakini pia inatupa alamu sisi ya kwamba ndani yetu kuna vitu vinachukulika. Kwa hiyo ni wajibu wangu mimi na ni wajibu wako wewe kukaa barazani pa Mungu na kusoma hii Biblia na kujua kwamba katika mwili wako vitu gani vinavyochukulika. Lazima uwe na uwezo wa kujua kwa majina na kwa idadi ya kwamba hiki kinachukulika. Lakini baada ya kujua vinavyochukulika viko vingapi kwa majina, ukiweza orodhesha. 2, uwe na uwezo wa kujikagua, uwe na uwezo wa kujua vipimo vya kukagua vingapi vipo, vingapi havipo. Hauwezi kulinda kitu usichokijua. Unajua kuna ile maombi ya kijumla jumla, si ndio? Mungu nilinde, unaulizwa nikulinde nini? Mungu unajua mwenyewe, linda. Najua adui ni mwovu, anaiba, wewe nilinde. It's okay. Kama ni mtoto mdogo tutaomba hivyo. Lakini kwa mtu mzima lazima uwe specific, tulinde kitu gani? Mungu anatamani ufahamu. Una ufahamu wa kitu gani unacholindwa. Tuko pamoja? Kwa lazima ujue kuna vitu ambavyo ndani yako vinachukulika. Kwa mfano, nyota ya mtu inachukulika. Umewahi kusikia elimu ya nyota? Japo najua makanisani haifundishweki. Lakini mnapoingia kwenye kuna watu ambao hawaamini habari ya nyota. Mnapoingia kwenye deliverance mnasikia kelele za habari ya nyota. Lakini ndani ya kanisa hatufundishi. Wakati Biblia hii imeeleza sana habari ya nyota. Imeeleza tena, ushahidi wa kimaandiko uko mwingi, inaeleza habari ya nyota. Kwa sababu labda nichomoe njachi kidogo. Unaposoma elimu ya nyota unagundua kwamba hakuna mwanadamu aliyezaliwa chini ya jua ambaye hana attachment ya nyota. Hakuna. Kila mwanadamu aliyezaliwa chini ya jua aliletwa duniani kwa attachment ya nyota. Na nyota ambayo ndio amejiattach nacho ndio inayotoa taarifa zote za mwanadamu. Yaani ukitaka umjue Lugano, usimstudy huyu, hautaelewa chochote. Rudi kwenye nyota zangu. Ukistudy, ukitazama ile nyota utapata description zote, maelezo yote. Lugano ni nani, ulimwengu wa position yake, kwa nini yuko duniani, kwa hivi. Na ukitaka uprove hiki, soma habari ya mamajusi walipokuwa wanatazama nyota ya Yesu, utajua hicho kitu. Walipotazama nyota tu wakapata maelezo yote kwamba huyo mtoto ni wana gani hata kama hajamuona. Na wakajua mpaka position yake na kwa nini amekuja duniani. Ukisoma elimu ya nyota, nyota ndio inamfanya mtu awe mtu. Mtu yoyote ambaye hana nyota ni sawa na kopo au debe ambalo halina kitu ndani. Ukisoma elimu ya nyota katika ulimwengu wa sasa na katika ulimwengu uliopita, iko hivi. Nyota ina uwezo mkubwa wa kukupa kazi kuliko certificate yako. Nyota ina uwezo wa kukupa kazi na kukupa kibali kazini kuliko certificate yako. Hivi unajua nini maana yake? Hata kwenye maduka, nyota ina uwezo wa kufanya biashara yako ikue kuliko bidhaa yako, na wewe unaweza kufanya hiyo customer care yote. Sasa haina maana customer care sio muhimu, ina sehemu ya kwake. Lakini kitu cha kiroho, kwa mfano nilienda mahali fulani, nilikuwa nafundisha somo la nyota kwenye kona nyingine, ilikuwa ni Mbeya. Akanifuata mama mmoja akasema, mtumishi, sasa ndo maana nimeelewa. Anasema sisi tuna duka la spare kubwa sana hapa mjini. Mtaji wake ni mkubwa sana. Lakini tunauza kwa siku labda milioni 2, milioni 3. Tukizidi sana milioni 5. Yaani hapo ndio mauzo ni makubwa. Lakini kuna mtoto wa mjomba yangu anasoma sekondari, akataja hiyo shule. Anasoma. Yaani huyo mtoto siku akija dukani tukiwa naye tunaweza kuuza mpaka milioni 70 mpaka milioni 100 kwa siku. Yaani yeye anaweza akachelewa kuja. Yaani kama akiwa anakuja hata saa 4 labda pika chakula, labda njoo saa 5 njoo hivi. Mnaweza mkafika pale hamna kuuza. Akiingia saa 5 ni kama amefungua mlango wa wateja hivi. Wana miminika hivi. Akiondoka ni kama movie fulani hivi, lakini ni reality. Kwa namna ambavyo mtumishi mpaka tumefanya mpango mtoto hawa inaenda na kurudi. Hawa inaenda na kurudi, maana sasa zinasoma, akiwepo yeye zinasoma. Maana yake nini? Asante Mungu, hawa wazazi, hawa ndugu wameokoka. Lakini kwa wasiokoka, watu wangeenda kwa mganga nje kuchukua hiyo nyota. Kwa sababu nyota inafanywa vitendo zaidi ya 4. Nyota inachukulika kwa mtu. 2, nyota inaweza ikachafuliwa. 3, nyota inaweza ikafifishwa. Nyota inaweza ikazimwa.
kabisa. Na ndio maana ulimwengu wa roho, mtu anaweza akapossess akawa na nyota zaidi ya moja. Hivi umekutana na watu ambao nyota, unakuta ni kiongozi au anaongea hapa, yani anaongea rabishi, yani havieleweki, lakini watu wanashangilia. Unajiuliza hawa watu wanashangilia nini? Yani nini kinachofanya wampende? Hawana maelezo hata, lakini yani wakimuonea tu yanasikia mpaka mioyo inasimuka hivi, wanamfurahia. Na ndio maana ndani ya nyota kuna kibali, ndani ya nyota kuna mvuto. Kwa wanaenda kwa waganga kienyeji, kwa sababu shetani anaiba nyota kwa watu, anawapa watu wengine. Swali langu, geukia mwenzako muulize, nyota vipi? Hali ya nyota yako ikoje ndani yako? Ipo kwanza au hamna? Nyota inaibiwa. Hivi unafahamu kwamba hata huduma inategemea nyota yako? Nyota yako inategemea iko imekaa kaje. Sitasahau mwaka jana nimekaa nikiwa nafanya huduma Sekei pale KKT. Sasa hiyo ndo siku ya mwisho, mama akawa ananiambia kuna mume wa rafiki yangu, ni mtu ambaye ni maarufu kidogo, lakini ana uwezo fulani, mambo ya engineer, sound engineer, na anahitaji msaada wa kutafuta mahali pa kazi. Lakini nilimwambia njoo uonane na baba ili connect, lakini pia na yeye kwenye huduma pia anatafuta watu namna hiyo pia ili kusaidiana na kazi. Kwa atakuja kesho, ilikuwa Jumamosi hiyo. Sema hamna shida, mwambie tu aje. Yule mtu akaja. Jioni ndio saa 10 mimi najiandaa. Sasa ikifika saa 10 au saa 9 sipendegi kuongea na watu kwa sababu muda unajiandaa kwenye maombi, lakini pia utulivu sitaki. Nishafundishwa kitu. Kwa nikawa utulivu, anambia baba atajisikia vibaya, njoo. Anasikia, unajua wanawake njoo, atajisikia vibaya. Sema subiri kwa muda wa kutoka nitamsalimia. Sema mara moja tu msalimie, atajisikia vibaya baba watu. Sema relax. Amen. Hatutaki kuwapendeza wanadamu, tunataka kumpendeza Mungu. Muda huu naambiwa nikae barazani pake. Hao watu wapo tu. Amen. Ikafika mshajiandaa kila kitu, naondoka, napita sebuleni, nakuta amekaa kwenye sofa hapo. Hapa Njiro mwaka jana. Fika pale sikumpa mkono. Nikamsalimia tu za saizi, safi, nikamtazama. Ila nikimkazia macho usoni, ninaona ni mtu, lakini pia kwa neema alionipa ya jicho, nikimtazama ndani nasikia kama taa nyekundu inawaka. Inaenda na ina picha inaenda inawaka. Kasema nikaanza kucheka pale, sitaki kuonesha mazingira, maana sasa mke wangu ndo amemleta, nisije kumdisappoint mbele. Nikaongea naye, nikasamea, nasema jamani nawahi kwenye huduma. Amen. Kwa nikakwea gari, kaondoka. Baadaye nimerudi, wife anasimulia. Sema ukaka alichoniambia nimeshtuka sana. Sema kwa nini? Akasema ulipoondoka yule mtu alisikitika sana. Alisema kwa nini sijamjua mtu huyu mapema? Akaonesema, nikamuuliza kwa nini? Akasema nyota yake ni kali, yani inawaka ulimwengu wa roho kupita maelezo. Akasema, nikashtuka, nasemaje? Akasema yani nyota yake inawaka, ni baba ningemjua muda mrefu. Akanasema hivi, yani muda mrefu. Sasa wewe ndio utajua Somaya anasema yani muda mrefu nyota yake inawaka. Sema lakini baada ya wiki kama 3 hivi mke wake akaanza kumsimulia mke wangu. Akasema mume wangu amekamatwa na polisi. Kwa nini? Kwani kuna watu wamekuja Freemason, kumbe alikuwa amejoin Freemason. Kwa hiyo sasa kuna masharti amekosa, ameharibu, kwa amekuja kumkamata. Kwa anaenda kumuua. Sijajua hata habari yake imeishia wapi. Sio alimuua, alifanyaje huko mbele. Lakini najaribu kuonesha ya kwamba ulimwengu wa roho, nyota yako inamata sana. Amen. Na huu ndio mfumo ambao Mungu amemdesign mwanadamu. Nilishangaa sana Daniel Koja. Nilishangaa sana rafiki yangu. Kuna makampuni kama 3-4 hivi sitaki kuyataja kwa ajili ya afya madhabahu. Unaambiwa wale wa ndugu ni kampuni kubwa sana hapa Tanzania, lakini hawaajiri certificate, wanaajiri kulingana na nyota ulionayo. Unajua teknolojia imefikia hapo. Kwa hiyo ofisi ambayo huyu jamaa anahusia kuajiri, anakuwepo yeye, anakuwepo na mtu ambaye kama anapiga story hivi. Kwa mtu anaje kuomba kazi, ambia mwiteni, akija unakaa mbele hapa, anakaa.
Huyu kazi yake ni kuskani, yaani wanakuskani kama mashine hivi kuna skana za ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wamepeana kabisa ndani ya nusu saa zuga kumuuliza maswali yote, kama unamuuliza kicheti, shule, nini, lakini ndani ya nusu saa majibu utakuwa nimepata, na kuna signal anapewa. Kwa hiyo anamuuliza vipi za saizi, jina lako nani, naomba cheti chako, naangalia labda cheti cha kawaida tu, labda tu FFF, labda klasi ya chini. Sema okay, hamna shida. Akisikiliza interview, anasikiliza imekakaja, namsikiliza. Sema hamna shida, nitakupa jibu. Baada ya kumaliza ile dakika ikishafika ile dakika zake, ambia hamna shida, nenda tutakuita mara moja. Afa kishatoka tu, mzee vipi? Sema huyu nyota yake ni kali, huyu atatufaa mahali hapa. Kwani unajua kampuni ili liende haliendeshi kwanza na vyeti, inaendeshwa kwanza na nyota. Kwa hiyo kama kampuni wakishaona nyota yake ni kali, nasema wanapiga mwite sekretari, mwita njoo. Sema nimetazama vyeti vyako, lakini nimegundua kwamba uwezo wako ni mkubwa sana kuliko vyeti. Kwa sasa sisi hatuangalii vyeti, tunaangalia uwezo wako. Kwa tumeona uwezo wako ni mkubwa, naomba kesho tuonane kwenye hoteli fulani, appointment tupate kula breakfast pamoja, lakini tuone namna kupanga mshahara inakuwaje. Ukiona hivyo mambo yametiki na ni mmoja kwa ananiambia kwamba yani wakiona nyota ikiwa ni kali zaidi, yani unaweza kufika mahali kwenye breakfast na kuuliza panga mshahara unaotaka, unataka shilingi ngapi? Kwa kawaida kwa mtu mwenye position ili kwa namna ya kawaida labda 1.5 million. Unajua sasa kwa uoga, unajua sasa sio, kuna ile psychology pia ya kujibu. Kiuliza swali unataka mlipo mshahara gani, kuna majibu yake ya kujibu, na ukikosea kujibu unaweza kutoka nje ya leli kwenye interview. Unajua labda 2 milioni, labda sema hamna shida, takupa 3 milioni. Hamna shida, sisi tumeona uwezo wako, na tukiona kazi ni nzuri tutakuongezea mshahara mwingine. Kwa nini? Kwa sababu anajua nyota yako inaweza ikalani hilo kampuni kuliko certificate yako. Kwa tafuta wao ni production yao iende itambulike. Na unaona mtu kwa sababu ya nyota, mmoja kana shuhudia alipoingia kazini tu hiyo kampuni kaanza kugrow. Kwani kwa sababu ya mtu fulani. Na ndio maana kuna watu fulani unawaona kabisa cheti akieleweki, unawaona kabisa hata performance, lakini uwepo wako wao vitu vinaenda. Watu hawa wafanyie figisu wawezavyo, wachafue wawezavyo, hawafukuzeki. Kwa sababu wao pale kama tu mazuzu fulani hivi, lakini kama unaona maduka mengine unakuta